Mwanamke ni kiumbe ambacho kinapenda kuzungukwa na material. Ndio maana mwanamke hajawahi kupenda sura ya mtu. Hajawahi. Ukisikia mke anamsifia mume wake, he is handsome, handsome. Handsome anachokisema ni pocket money. Mwanamke hajawahi kupenda sura. Ndio maana mnaona kuna wanaume wamekaa kama wanalia, lakini wamebeba wamama warembo. Mpaka mnajiuliza, hivi ujamaa alitumia uchawi? Alimuoaje mrembo namna hii? Wanawake wapendi masura yako, unachora huna hera, sijui una nini huna hera, unakaanga nywele huna hera. Hawana shida na hiyo hela, kwa sababu wanataka kuzungukwa na nini? Na material. Ndio raha ya mwanamke. Na hata kama yale material hayatumii, lakini hawanayaona. Ndio maana hakuna kitu mwanamke anapenda ndani akiangalia mchele upo, maharage yapo, nini ipo, mafuta yapo, akifungua kwenye freezer anaimba wimbo hauna manoti. Nasikia yani anaangalia hapa pana juice, pana nini, pana juice paka mwisho hanywi hata kunywa, sema anyway nitakunywa baadaye. Roho yake imefurahi kwamba material yapo. Amen. Ndio maana wanatusumbua sana. Anataka manguo yawe mengi hata kama havai, lakini aone la kijani lipo, nyekundu lipo, fupi lipo, refu lipo. Raha yake ni kuyaona. Yaani akitaka kuvaa, anataka chomoe magauni kama 5 hivi. Ila anavaa gauni moja. 5 anaweka kitandani, anaweka kingine. Wengine hata hivi wako hapa, wameacha magauni kitandani, watayapanga baadaye. Wameyachomoa. Hata viatu alivyovaa sio hivyo alipanga. Amejaribu vingi, akaja. Kuna wengine mpaka kapaka nini akafuta. Kuna akaja. Yani raha yake ni kuona material ni mengi. Na ndio maana anawaambiaga wanaume, ukikaa na mwanamke hakikisha humwachi, msaidie katika kila anachokifanya, ili muwai, vinginevyo utakwazika. Wale walio na magari watakubaliana na mimi, wanakwazika kila siku. Kwa sababu gani? Hawajui falsafa ya kuishi na mwanamke. Mwanamke hapaswi kumwacha wewe utangulie kwenye gari, utakwazika. Mwanamke anataka muandae, msaidie kuchagua magauni, kuchagua viatu, akivaa sukuma aende nje, ni wewe ndio ufunge milango, uende pale ukafungulie mlango, aingie ufunge, alafu baadaye yeye atashusha hata hiyo, anaangalia wewe apanga magia, naenda kanisani. Mtafika salama. Lakini unawahi kwenye gari, unamwacha chumbani, lazima kukwaza. Kwa sababu ulimwacha amevaa, amejiangalia. Hii hapana, hii haijanyoka. Wewe unapiga pale nakuja. Ametoa ile, ameenda kutafuta nyingine. Unapiga honi ya pili, nanda. Kamesha kasirika. Usimwache. Mimi mke wangu niliwaambia wale wanaofuatia mtandaoni. Mke wangu mimi namuwezaga. Najua tu kesho Sunday. Kwa sababu hakuna siku ngumu kwa watumishi kama Saturday. Saturday unapaswa kuwa umeokoka kuliko Paulo. Ndio siku hawa viumbe wanakuwa wakorofi hujawahi kuona. Wanataka kukutoa kwenye reli kesho kwenye ibada. Hiyo siku ya Saturday nawaambiaga wachungaji, ngoja nikupe code. Nikupe password. Wachungaji niwape password. Siku ya Saturday ndio siku ambayo chukua kazi zote pale nyumbani. Si uliandaa neno uko tayari? Hiyo Saturday ndio pika chai, msaidie kupika, safisha nyumba, nini. Unaandaa ibada yako salama. Vinginevyo hawa viumbe wanaweza kukutoa kwenye reli. Sasa mimi ninachofanya Saturday, namuita mke wangu, kesho nataka kesho upendeze. Kweli? Napendezaje? Namwambia ili gauni, hii dress, ukivaa hii, hai, unapendeza. Kweli? Ngoja nikunyoshe.
anyosha nyosha kama ni ya kunyosha, maana wenzetu nguo za kunyosha ni chache. Mungu aliona wasumbufu, kwa hiyo wanavaa nguo hazihitaji sana pasi, ili kutupunguzia mzigo wanaume. Kwa hiyo unamsaidia saidia, unaziweka. Unasema sasa hili gauni hivi, hii dress inaendana na hii viatu. Ukivaa hivi viatu, anasema kweli, ya unachukua vile viatu unafuta unaviweka hapo. Sasa mkoba, unaufahamu mkoba wa hii? Hapana. Sasa unamechisha kweli, unafuta unaweka. Ushamaliza kazi. Kesho asubuhi ni kuamka, unasukumia bafuni, anaoga, anarudi, pika nini, kuvaa vimejipanga tayari. Kwa hiyo papa unasukumia nje, unaenda unafungua mlango, unafunga milango, kila kitu unamwacha hapo, unaondoka. Siku hiyo ibada ni ya baraka. Yaani utakuwa unaupira sema baba, kumbe ulicheza naye saikolojia Saturday. Mnaanzika wachungaji. Unajua kuna wakati wanakuvuruga mpaka unafika kanisani mahubiri yamepotea. Unaanza kutukana watu. Hey, wanawake wengine mbwa. Wewe ni mbwa wa kwako, peleka katibiwe. Wake zetu hawana shida. Unanisikia anachokisema? Kwa hiyo Mungu anatupa sipana za maisha yetu, lakini wengine ni wasumbufu. Lakini mpaka uweze haya mambo, lazima Bwana awe pamoja na wewe. This is Legrand from Simple Generations.